Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mara kwa mara akiwatahadharisha masahaba wake kutokamana na kushikamana na Uislamu na kuchukua tahadhari kuacha mila hii ya Uislamu, wasije wakashikamana na mila zisizokuwa za Waislamu, ikawa wao wafuata mila za Mayahudi na Manaswara. Jambo hilo ni jambo baya sana. Kwa hiyo Mtume ikawa awatahadharisha masahaba. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil-quddati hatta law dakhala al-juhra rabbin la dakhaltumuhu wa qalu ya Rasulullah al-yahud wan-nasara qala faman. Mtume aeleza kuwa kwa hakika mambo jinsi yalivyo mtafuata, watakuja kufuata Waislamu nyenzo za waliokuwa kabla yao, watakuja kufuata nyenzo za waliokuwa kabla yao hatua kwa hatua, mpaka itafikia pahala wataingia katika shimo la mkenge. Basi Waislamu nao watafuata watu hao Mayahudi na Manaswara. Maswahaba wakapata na babaiko, wakapata na fedheha, wakabidi wamuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqalu ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, al-yahud wa Nasara, wamaanisha itafikia pahala Waislamu watawafuata Mayahudi na Manaswara? Mtume akasema faman, ni kina nani sasa? Ikaonesha wazi itafikia pahala Waislamu itakuwa wao wenye kuwafuata Mayahudi na Manaswara. Hiyo ni hali mbaya. Na ukitizama maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ya kale kabisa, lakini yamekuja kuthibitika hii leo. Hebu tazama Waislamu namna walivyo. Tazama katika kunyoa kwao, wawaige kina nani? Tazama vitu kwa Waislamu, tazama vitu vya Waislamu viko hali gani? Wananyoa kwa mujibu vile wanavyonyoa Mayahudi na Manaswara. Tazama nyuso za Waislamu, nyuso zao leo zafanana na Mayahudi na Manaswara, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukitazama katika mafundisho yake aeleza wazi wazi namna gani Muislamu anavyokuwa. Yatakiwa Muislamu katika uso wake aachilie ndevu zake na apunguze sharubu zake, lakini tazama watu wanakwenda kinyume na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina mashariki wal maghrib. Wako wapi leo Waislamu? Hebu watazama Waislamu namna walivyo. Tazama katika mavazi yao, wako na hali gani Waislamu? Watazame kuanzia juu mpaka chini, wako kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wao wafuata Mayahudi na Manaswara. Na wengine wakafanya uadui mkubwa katika kupinga mavazi ya sheria, wakasema haya magubigubi mnawavisha si ya sawa sawa, ni kuwatesa tu, huo ni ugaidi, sio sawa sawa. Taamaki wao ukitazama wakashikilia mtazamo wa kusema bwana, mwanamke atakiwa bwana ajistiri mwili mzima, aachilie uso wake tu basi. Lakini taamaki ukitazama kina mama wa watu ambao wanazungumza maneno hayo wakatembea mabega wazi, kadhalika wakaenda mpaka vichwa wazi, na taamaki mpaka mabalaa ambayo unayaona sasa hivi ni watu kwenda kinyume na kuacha mavazi ya sheria. Si hapo tu, hebu tazama katika mpango wa uzazi. Watu wameiga mpango wa uzazi wa kimagharibi. Mtu takiwa na mtoto mmoja, wawili, watatu basi, hakuna kuzidisha zaidi ya hapo. Mtu akaridhika na mtoto mmoja, watoto wawili, watatu basi. Ikawa hataki kabisa Muislamu kuwa na watoto wengi, ikawapinga jambo hilo, na kadhalika wakapiga mikakati na njama. Hawa Mayahudi wakapiga mikakati na njama, Waislamu ikawa wachukia jambo hilo, ikawa Muislamu achukia kuwa na watoto wengi, ikawa Muislamu achukia kuoa wanawake wengi, kwa sababu ya kuwaiga Mayahudi na Manaswara. Kadhalika katika mambo mengi Waislamu wamefanya katika jambo hilo, ikawa wafuata Mayahudi na Manaswara mpaka katika mambo yao, katika kuoa kwao, katika kusafiri kwao na mikataba yao ya kibiashara na mambo mengine, wakapangilia kwa mujibu wa tarehe zao za Manaswara, Mayahudi na Manaswara. Mtu ikawa mambo yake hayapangilii kwa mujibu wa miezi ya Kiislamu na miaka ya Kiislamu namna ilivyo, na wala mtu hajui. Atukiko tu bwana, leo ni mwezi Rajab umeingia, ni miongoni mwa miezi mitukufu. Muislamu hatambui mwezi wa Ramadhani ukiingia, atukiko tu bwana. Tuko wapi ni
Waislamu, hakika kufanya haya ni kuchezea neema ambayo Allah tabaraka wa taala ametuneemesha nayo. Yatakikana tuweke